Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect, kusema ukweli, ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. It is equal to a vote of no confidence in a government. Kwa hivyo si mchezo, sio mambo ya kawaida. Hawa jamaa wanasukuma, wanasema tu it is matter ya finance. Mkiangusha finance bill kwa serikali yoyote, the next thing watasema that was a vote of no confidence, therefore the government must go home and we have fresh elections. That will be the end result. Nyinyi mnafikiri ni mchezo? Watu wanataka kupanga kwamba waangushe finance bill ndio wanaseme this is a vote of no confidence in William Ruto, aende nyumbani. Don't take it lightly. Don't take it like a joke. It is serious. Katika Kenya hii we want stability. Na wakati nilikuwa hapa tukiwa na Ruto na wakina Kimani Chungwa tukitoa ile earthquake, mimi nakumbuka hapa na kwengine niliambia Wakenya kwamba ile mzigo Ruto anachukua wa serikali hii, kuna shimo kubwa sana ambayo imechimbwa na wale wanaondoka, na hiyo shimo itachukua muda minimum 3 years ndio tuanze kuona na manufaa. Si makosa vijana wetu kutoa maandamano kidogo na kuzungumza, kwa sababu pia katiba yetu inaruhusu. Na mimi nataka niwapongeze kwa njia nyingine moja. Wamefanya maandamano lakini hawakupora mali ya watu, which is also a positive thing. Lakini tunataka wajue, kwa hiyo university tunataka tuongeze pesa ambazo zina support vijana wetu ambao wanasoma kwa university, haswa wale wanatoka kwa low income families. Tunataka ziwe na pesa ya kusaidia these university students na wengine. Tutatoa wapi hizo pesa? Ruto atatoa wapi? Hana uwezo wa kutoa kwa mfuko binafsi. Kwa hivyo mimi nawasihi tu kwamba kama Wakenya, let us be democratic as we are. Let us continue to realize that the best way to reconstruct our economy is for us to generate and create more opportunities for resources at home, and then to be able to then borrow on a limited basis kutoka nje.